Katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 na ule mstari wa 20, neno la Mungu linasema hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawadhayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Anasema atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno. Mambo ya ajabu afanyi mwanadamu, mambo ya ajabu anafanya Kristo. Na ndio maana Paulo anawaambia Waefeso atukuzwe Kristo Yesu anayeweza kufanya mambo ya ajabu. Lakini kuliko katikati ya mambo ya ajabu anasema hivi, anasema kuliko yote tuyaombayo na tuyawadhayo. Manake Kristo anafanya zaidi ya tunavyowaza, Kristo anafanya zaidi ya tunavyoomba. Lakini katikati ya zaidi ya tunavyowaza na zaidi ya tunavyoomba, anamalizia anasema kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kumbe Yesu hafanyi mambo ya ajabu kwa kiwango chake yeye, anafanya mambo ya ajabu kwa nguvu yako wewe. Nguvu gani? Nguvu ya imani, nguvu ya kuomba, nguvu ya kufunga, nguvu ya kusoma neno, nguvu ya kulifahamu neno la Mungu, nguvu ya kukaa karibu na Bwana. Anasema atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyawazayo. Kumbe haki au utakatifu wako, kwa kadiri ya nguvu ya utakatifu wako, Yesu ataachilia neema ya Roho Mtakatifu kuwa ndani yako. Kwa kadiri ya nguvu ya uwezo wa imani yako ya kibiashara, ndivyo biashara yako itakavyokuwa, kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi kwako. Kwa hiyo kuomba tuombe, kufunga tufunge, lakini tuongeze kiwango cha imani itakayoleta kadiri ya ujazo. Haiwezekani ukataka maji lita 20 alafu naenda na kindoo cha lita 10. Kuna watu wanaomba magari wakati moyoni mwake haamini kupata hata baskeli, haamini kupata hata utasikia pasta anasema wanataka kupokea magari wanyooshe mikono juu. Hana nyumba, hana kia, hana hata mahali pa kulala, ananyosha juu kuhusu gari. Kwa nini apokee hilo gari? Nguvu yake bado haijafikia kwenye gari. Kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako ndiyo unapokea. Lazima utambue, kwa sasa nina uwezo wa kupokea nini? Nguvu yangu ni ipi? Kwa kadiri ya nguvu niliyokuwa nayo sasa ndiyo itakayonipa hicho ninachokitaka. Kama unaiona nguvu yako sasa bado ni ndogo, ni afadhali, kama naona tamani kitu kikubwa, ni afadhali kwanza ongeza kiwango cha kufunga, ongeza kiwango cha kusoma neno, ongeza kiwango cha kuomba, alafu ndipo uyapalamia hayo makubwa. Makubwa yatakapokuja yataangalia nguvu ya ndani ya moyo wako, namna ya kuyapokea. Na ndio maana nikakuwekea mfano. Hauwezi ukaenda na ndoo ya lita 5, kidumu cha lita 5, ukatarajia kukinga maji ya lita 20. Mtu kakamata maziwa ya lita 20, anakwambia mwanangu, njoo chukua ya maziwa ya lita 20 zeniona beba jagi. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hautaweza kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu kwa kadiri ya nguvu uliyokwenda nayo haina uwezo wa kuchukua maziwa lita 20. Kwa hiyo utapewa lita yako moja, utapewa jagi lako moja. Ukishuka hapo utaanza kulalamika, Mungu anampendelea fulani, Mungu anawapendelea fulani. Kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Kwa hiyo nguvu iliyoko ndani yako ndio unastahili hivyo. Unapoamini mambo makubwa, ndivyo mambo makubwa yanavyokuja. Unapoamini mambo mapana, ndivyo upana unavyokuja. Unapoamini kuwasogelea watu wakubwa, ndivyo na wewe unavyozidi kuwa mkubwa. Kiwango cha imani yako ndio kinachokupa kile unachokikusudia. Kwa hiyo basi atukuzwe yeye aweze kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo. Kumbe kuna vitu unaviomba, lakini bado Mungu Yesu Kristo anatenda zaidi ya unavyoomba. Lakini kwa nini hakutendei zaidi ya unavyoomba? Nguvu yako ni ndogo. Kwa hiyo anasema kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yake. Hauwezi ukatembeza kiwete, hauwezi kama bado imani yako hata mafua hayatoki, alafu natamani kufufua wafu. Nguvu inayotenda kazi ndani yako ya imani, ya utakaso, ya utakatifu, ya kulifahamu neno, ya hekima, ya busara, ya neema, ya ushindi, ya kila kitu, ya maombi, ya kukesha, ya kupenda kutenda haki, ya utoaji wa sadaka, ya uaminifu,
Hiyo ndio kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako. Sasa hiyo kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako ndio itakupa mambo makubwa, lakini usije ukatarajia imani yako ni ndogo ukataka mambo makubwa. Mungu mwenyewe yuko moyoni. Biblia inasema, tazama niko mlangoni nagonga hodi, mimi na Baba yangu tutafanya makao. Kwa hiyo Mungu yuko moyoni, amefanya makao, na hayo makao anaona unavyoamini uovu, anaona unavyoamini mambo ya kitoto, anaona usivyoamini kama siku utaendesha gari, anaona usivyoamini kwamba kiwete anaweza katembea, anaona usivyoamini kwamba kipofu anaweza kaona, anaona. Kwa hiyo Mungu atakupa kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako, hata kupa nje ya kiwango ulichokuwa nacho. Cha kufanya ni hiki: badilika, anza kuamini maisha makubwa, anza kuamini mambo makubwa, anza kuamini vitu vikubwa, na ujiamini kwanza wewe unaweza. Acha kukiri udhaifu. Amen.